Movie inaanzia sokoni ambapo tunamwona mama akiwa anafanya manunuzi ya bidhaa kadhaa. Mara ghafla tunamwona Udogo anakwenda kwa jina la Amanda. Akawa anamuomba mama msaada. Mama, naomba chakula nisaidie. Mama akamfukuza. Baada ya kumfukuza Udogo akawa ameondoka. Baada ya kuondoka Udogo, mama kaendelea na bidhaa. Udogo ni mwizi, kashakuapua kila kitu. Mama alivyokuja kucheki hivi kwenye pochi, hamna hela na pochi yake haipo. Akawa anatamaki hivi, oya, kumbe kulikuwa na walinzi pembeni, walinzi ambao ni wa soko. Wakawa na cheki ile movement yote, wakasema ule mama kaibiwa, chapo. Wakawa wamemfuata yule dogo hivyo yani. Basi upande wa pili tunamwona hapa, huyu jamaa anakwenda kwa jina la Kachi. Huyu jamaa sometimes akili zipo, sometimes hazimo. Ngoja atakodisia hapo mbele nitamedisia historia yake kwa fupi. Basi Udogo akawa amefika huko, hapa ni babake anaitwa Kachi na hapa dogo ni Amanda. Basi alivyoiba kile kiasi cha pesa ambacho alichokipata, akawa anaonyesha babake kwamba nimefanikiwa kupata kiasi cha pesa, tutaweza kuuza tutaweza kununua chakula ambacho tutaweza kukidhi mahitaji yake. Babake wala hajali kwa sababu akili zake azienei. Basi baada ya muda tunaona jamaa ambao ni walinzi wa soko wamefika hapa, wakamwambia Amanda kwamba tunajua kwamba wewe ndio umeiba hizo pesa, kwa hiyo tunataka urudishe hizo pesa. Basi Amanda akawa mgumu sana. Oya, sangapa sio akamwashia baba yake Amanda mani Kachiwa, akawa amempiga hapo. Basi Amanda naye anajaribu kutetea hapo, lakini nguvu yake ikawa ni ndogo, hawezi chochote. Basi akawa analia na baadaye akamwambia kwamba ondokeni, na akampa onyo kali Amanda kwamba hatutaki tena kuona ukiwa unafanya matukio kama hayo, na ukiendelea hatutaweza kuelewana. Basi tunapeleka upande wa pili huko ni kushwani. Tunaona mama wa kazi akiwa anafanya kazi hapo, basi anakata nyanya nini. Baada ya hapo tunaona bosi wake akawa ameingia. Bosi wake hapa ndo mama mjengo ambaye anakwenda kwa jina la Bella. Basi akawa anamwongea, vipi mama, unaendeleaje nini? Yani sister ni mkarimu sana zaidi. Baada ya Bella kuivisha msosi, basi akawa anampigia mume wake ili kujua yupo sehemu gani ili aweze kwa nyumbani kuja chakula. Lakini kwa bahati mbaya akamwambia kwamba leo sitofanikiwa kuja. Ama Bella akamwambia kwamba nimepika chakula ambacho unachokipenda. Mume wake Nonso akasema amna, leo sitofanikiwa kuja. Basi Amanda akawa amesikitika kinoma hapo. Na siku iliyofuata Nonso hapa ambaye ni mume wake Amanda, basi akawa anamuongelesha mama, akamwambia Bella yupo wapi? Mama wa kazi akamwambia kwamba Bella hayupo, ameshaondoka na bado hajarudi kutoka kazini. Basi huyu jamaa akawa anamwambia akamtongoza mama, akamwambia vipi, mimi nakubali siku zote, mbona kwa nini unikubali? Unikubali bana, unaonekana umechoka, njoo kwangu utapata pumziko na kila kitu. Basi mama akawa anamjibu, inakuwaje wewe, kwa nini unaniambia kitu kama hicho? Basi huyu jamaa Noso akaendelea kusisitiza, na baada ya muda tunaona Bella akawa ameshafika. Baada ya kufika hapo, Noso akawa ameachana na hiyo issue ya kumnani. Basi wakawa wanaongea hapo nini kila kitu, na siku iliyofuata tunamwona Bella yupo na Grace wapo sokoni. Basi siku hiyo Grace alitaka kumwambia Bella kuhusu tabia mbaya ambayo ni Noso, lakini akawa amepotezea kama kumwambia, I say siku hizi nakuona unang'aa, unaendelea vizuri kiafya kinini baada ya kumpata Noso. Basi Bella akawa amefurahi hapo, akawa wanaendelea na manunuzi mengine ya bidhaa hapo sokoni. Basi baada ya muda tunaona Udogo akawa ameshafika, akawa anaomba msaada hapo, akamwambia kwamba sijala nahitaji chochote, lakini Grace akawa mkali kwa Amanda, akamwambia wewe ondoka hapa. Lakini Bella akaonekana ni mwenye moyo mzuri, basi akawa amempa hela Amanda kama amepiga akamwambia asante na kila kitu, akawa anaendeka. Udogo unajua tabia zake, alivyoondoka tu akawa ameshamuibia Bella. Bella alivyokuja utamaji kwenye pochi, hamna hela, muda wa kulipa. Oya, saa ngapi Grace asimwambia kwamba yule dogo ni mwizi, yule dogo ndo kashachukua hiyo hela. Yule mwanza akamwambia, oya, yule dogo ni mwizi, yani hapa sokoni kashatesa watu wengi. Saa ngapi wale walinzi wasimpeleke Bella kwa nyumbani kwa Amanda. Chapo akawa amempeleka, wakamwambia, oya, tunajua wewe ndo uliiba hizo hela, kwa hiyo tunataka urudishe hizo hela Chapo, yani tunataka turudishe, sisi hatuna maneno mengi ya kueleza. Basi Udogo naye akambisha, akasema mimi sijachukua ile hela, mkwani mimi nimechukua hela. Lakini Bella akawa ametazama tu kila kitu. Bella akaamua kuwapotezea, akaamua kuachana nao. Nalivyotoka nje, basi akawa anafikiria inakuwaje familia kama hii inakaa kwenye nyumba kama hicho. Na siku iliyofuata tunamwona Nonso yupo na Bella anaongea hapa, anasema mimi nataka unipe nafasi kubwa kwenye kampuni, sitaki kila kitu uwe unafanya wewe, unanifanyia wewe. Kwa hiyo mimi naomba kwenye kampuni yako uweze kunipa nafasi kubwa ambayo na mimi nitaweza kujikwamua, sio kila kitu uwe unafanya wewe. Basi Bella akamwambia sawa, haina shida, kama unataka nafasi kubwa kwenye kampuni mimi nitakupa, wala hata usijali. Basi na siku iliyofuata tunaona Bella akawa ameenda kwenye kijumba cha Chika. Basi alivyoingia Chika akawa ameshtuka. Chika baada ya kushtuka, Bella akamwambia samahani, nataka kushtua na ikuwa na nini yangu. Baada ya muda tunamwona Amanda akawa ameshatokea, akamwambia vipi, inakuwaje, mbona unakuja kutafuta leo? Umekuja kutafuta kwa sababu gani? Inakuwaje? Au umeshapoteza tena kitu kingine? Inakuwaje? Umeshapoteza pochi ama nini? Amanda akamwambia sio hivyo, mimi hapa nataka niwasaidie. Utusaidie? Ndio nataka niwasaidie, nataka niende na nyinyi nyumbani kwangu.
Amanda alivyosikia akasema sawa, basi haina shida kama una moyo huo wa kuweza kutusaidia. Basi baada ya muda akawa ameshafika nyumbani. Alipofika nyumbani akamwambia mume wake Nonso, akamwambia kwamba mimi ni mama kuwasaidia na wanaita hapa nyumbani kwangu. Nonso akamwambia I say, umechanganyikiwa nini? Au kwanza umetoa kuna kichafu, kuna mtoto au kichaa, yani wote kama vile hawaeleweki. Yani jambo ambalo unataka kulifanya mimi sitokubaliana nayo. Basi Amanda akasema mimi ndio mwenye nyumba na maamuzi yote utaweza kuchukua wewe, uweze kupinga. Basi akawa amesaidia chapu. Baada ya muda, baada tu ya kusaidiwa, tunamuona Amanda akawa ameenda kwenye friji. Baada ya kwenda kwenye friji akawa ameiba mikate. Yani I say Amanda ni noma. Basi akawa ameiba mikate na Bella akawa amemfumania, akamwambia vipi? Inakuwaje, mbona unaiba? Hutaki kufanya hivyo. Yani ukihitaji kitu chochote wewe unachukua tu. Au sio? Basi Amanda akasema sawa, haina shida. Basi na siku iliyofuata Kachi akawa amemkuta Amanda anafanya mahesabu, lakini Kachi alikuwa ni mkurugenzi wa hesabu kwenye kampuni ambayo alikuwa anafanya zamani, na alitolewaga baada ya kuona kwamba akili yake ilikuwa imeruka. Kwa hiyo kama mwambia sasa, nimegundua kuna losi kubwa ambayo umeweza kuifanya kwenye biashara yako, ndio hapa mimi nimegundua. Kwa hiyo imekuwa kama hivyo. Basi baada ya muda tunaona Amanda ameshaanza vituko vyake. Nonso anaangalia TV, lakini Amanda ana change channel. Kwa hiyo kama amemzingua sana Nonso akamwambia oya, vipi mbona change channel? Mimi na check hapo movie na wewe una change channel. Kwa hiyo kama amemzingua kinoma, lakini Amanda akamwambia oya, kama unaona mimi nakusumbua, kwa nini usimwambie Bella? Nenda kashtaki kwa Bella. Basi baada ya muda chapu Nonso akawa ameenda kushtaki kwa Bella, akamwambia inakuaje unafanya vitu kama hivyo? Hao ndugu zako uliowaleta hapa nyumbani tayari wameshaanza kuleta vurugu. Hata kampuni ikija kugundua kwamba mkurugenzi wa kampuni anakaa na kichaa na mtoto ambaye ni mwizi, hata kubadilana na yule hali. Lakini Bella kama amemwambia mimi ndio nimeshaamua kuwasaidia, kwa hiyo haina hoja. Basi na siku iliyofuata tunamwona Bella akawa anamwangalia kwa Kachi, akili yake jinsi inavyozidi kuimarika, anapiga anafanya hesabu na mwanae ambaye ni Amanda. Basi Bella akawa anamuomba akawa anamuomba Kachi aweze kumsaidia kwenye mahesabu, kila kitu kiweze kwenda sawa. Kachi akakubali. Na siku iliyofuata asubuhi yake sasa, oya, saa ngapi Nonso asigundue kwamba kwenye bajeti yake ambayo aliyopangiwa ikawa imepunguzwa baada ya Kachi kuweza kumsaidia Amanda, kwamba ile aliyowekeza kwenye bajeti ya Nonso inabidi ipunguze. Basi Nonso akawa amepagawa, akawa anamuuliza hapa akawa anamuuliza Bella, imekuwaje kwenye bajeti ambayo tuliopanga umeweza kupunguza ile? Akasema amna, Kachi ndio nishauri tufanye hivyo. Oya, Nonso alivyosikia hivyo akawa amemanda, akasema Kachi huyu kichaa anakusaidiaje kufanya mambo kama hayo? Basi Bella akamwambia ndio hivyo, kwa hiyo wewe elewa. Sasa siku moja kumbe huyu jamaa ambaye ni Nonso ana mipango yake, yani ampendi Amanda lakini anataka mdokoe. Basi alivyoingia kwenye gari yake, basi akutana na manende majambazi ambao aliosuka nao mpango. Basi akawa anamuuliza vipi mpango vipi? Akamwambia usijali, mimi mpango nitakamilisha. Wakamwambia sawa, haina shida, sisi tunasubiri uweze kukamilisha mpango tuweze kuchukua kibunda tusepe, kwa sababu wakati mwingine hatutakuja kihivi, tutakuja kiubabe. Basi Nonso akasema sawa na tunakubaliana, haina shida. Baada ya siku kadhaa kupita, basi Nonso akawa amepiga mahesabu, akamkuta hapa Kachi anatengeneza hizo project. Basi akawa anapiga project hapo ambayo ni Bella anamsaidia. Nonso akaangalia, akapiga mahesabu, akasema sawa, haina shida. Basi umeshamaliza? Basi Kachi akasema ndio nimeshamaliza. Nonso akamwambia kwamba usijali, haina shida, mimi nitaziwasilisha moja kwa moja ofisini kwa Amanda. Nonso kama ameshafika hapo ofisini kwa Amanda, akawa ameziwasilisha hizo project document pale, akamwambia I say hizi hapa document ambazo ni za Kachi, ameshafanya mpango wote mzima. Basi Bella akasema sawa, haina shida, ataziwasilisha kwenye bodi ya kampuni. Oya, jioni yake sasa Bella akagundua kwamba ile project ilikuwa ni upuzi tu mtupu, na kwenye kikao bodi haiweza kukubaliana na project ambayo Kachi aliweza kuifanya. Sasa unajua kitu ambacho kilitokea hapa, Amanda akaja akamwambia hebu usimfokie babangu hivyo, unajua ni nguvu gani anayotumia? Anatumia muda wake mwingi kuweza kusaidia, lakini wewe sasa hivi eti unamwambia hicho ambacho sio. Basi chapo Amanda kama mchukua babake akawa ameondoka naye. Tukio hilo Amanda akufurahiwa nayo. Basi akawa ameondoka na nyumbani pale, akawa amerudi mtaani. Alirudi mtaani, basi babake akaenda kumtafuta. Alivyomtafuta tu akamkuta Amanda akawa naiba. Saa ngapi babake akamwambia nimeshakukataza issue kama hiyo, njoo hapa, njoo. Basi akawa amemchukua Amanda chapu kwa haraka, wakawa wamerudi nyumbani kwao. Na alivyorudi nyumbani kwao siku iliyofuata, mambo yalimwendea vibaya Nonso. Kwa hiyo kama amemforce Amanda sign mkataba ili zile pesa ziweze kutoka na Nonso aweze kuachana na wale makamanda kwa amani. Oya, saa ngapi Amanda sije kutetea Amanda chapu, yani akawa amemngata meno hapo chapu, yani mfanya kazi na Grace akaja kutetea ile tukio. Basi Nonso akawa amefeli namna hiyo. Na baada ya Nonso kufeli ile tukio, oya, saa ngapi wale majambazi wasije kumchukua, wakamchukua Chapu kwa sababu kashawafelisha. Chapu wakawa wameondoka naye. Baada ya siku kadhaa kupita, Bella kama amwambia kwamba Amanda kwamba ameshamtafutia shule, inabidi aende kusoma huko kila kitu ili aweze kuwa mtoto mzuri mwenye elimu na siwe mtoto wa mtaani. Ikawa hivyo yani. Basi baadaye hapo tunaonyesha kwamba Kachi ametokea kumpenda Bella na Bella ameshatokea kumkubali. Baada ya hapo basi wakawa wamesogeleana.
Amanda alivyoona hivyo akajiongeza akasema isee, ngoja niwache watu wazima wafanye hayo. Basi ikawa ni mwisho wa movie hapa ambayo inakwenda kwa Rays of Hope. Unaonaje movie? Basi usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili tuweze kupatia tena movie kali kama hiyo. Hadi wakati mwingine tena, bye bye.